Okay, karibuni. Asante sana. Karibuni. Asante sana. Za kazi. Ni salama kabisa. Saidie nini? Nahisi unanikumbuka, nilikuja wiki iliyopita. Nilikuelezea shida ya mume wangu. Ukaniambia nije wiki ijayo. Ndio nimekuja leo. Ya, karibu sana, nakukumbuka na taarifa zako. Mume wangu ndio hapo. Ndio mimi daktari. Karibuni sana. Hata shida niliyokuwa nimekwambia ni kwamba mume wangu ana tatizo. Tena ana matatizo, sio tatizo. Tulikuwa tunashiriki tendo la ndoa. Kabla kufika kileleni anapiga kelele sana mpaka majirani wanakuja wanajua kama kuna msiba. Tatizo lingine la pili, akila hashibi mume wangu. Sasa sijajua shida nini. Sasa ili tusibahatishe, acha nimpime ili tujue shida ni nini zaidi. Nani? Unaniumiza daktari. Ila kiasi vipi unaniumiza? mimi ndo mtaalamu. Fanya. 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 Sasa shemeji, mimi nimempima. Nimegundua tatizo lake ambalo kuna. Tatizo. Ana tatizo tunaita nutrition. Sawa? Tukianza masuala hii ya usiku akilala anapiga kelele. Kuna hali fulani hivi inatoka kwenye mfumo kama kwenye koma. Ndio nilimwambia afanye ile. Sasa ile inasababisha mfumo wake wa nini unasambaa sana, kwa anapenda sana kupiga kelele. Unaona? Kwa maana kisayansi inaitwa depression au osmosis. Na hii pia tiba zake zipo. Na issue ya pili kuhusu masuala ya akila hashibi, kuna sababu zake ya afya tunajua. Sababu zake, kuna sababu ya kwanza, msikize kwa makini. Sababu ya kwanza inaitwa FGM. Yaani Female Genital Mutilation. Yaani kitendo kwamba akila chakula inatoka kwa njia ya kwapa bila mwenyewe kujua. Unapeta sana Sisi sana kidogo. Inaitwa FGM. Sawa. Nyingine ni food taboos. Kwamba kile chakula kila kinapata tabu. Kwenye tumbo lake hakuna mkao mzuri wa chakula. Lakini pia hii nyingine inajulikana kama the process of selecting attractive mate for marriage. Kweli mke wangu daktari.